Habari nzuri iko hivi. Asimu ni mjamzito. Asante Mungu. Kwa sababu ni kilio cha muda mrefu nipate mjukuu. Tena natamani mjukuu mwenyewe wa kiume nipate mume mie. Hapo mama. Hiyo habari ambayo ni nzuri. Mwanao Asimu anataka kutoa ujauzito. Sababu ni nini? Mpaka nataka kutoa mimba? Mpaka sasa hivi mamangu sijajua. Nimekaa na Asimu, nimeongea naye. Asimu kata anang'ania kutoa mimba. Ndio mpaka ni mama kutoka kule ni mama nikufuate mama yake. Ukaongea na mwanao. Nakwambia hivi. Nenda kamwambie. Kama alivyokoma kunyonya ziwa hili hapa. Akome. Nisimsikia anatoa hiyo mimba. La sivyo. Hapa asikanyage. Usiku na mchana tunahangaika, yeye mwenyewe anahangaika, mama anataka mtoto. Leo hii kapata mimba anataka kuitoa. Kamwambie. Sawa. Na ninakuja sasa hivi. Asimwe. Karibu. Karibu. Shikamoo. Marahaba. Kwa hivyo. Hapana, nimeshatoka. Afadhali. Haya. Hivi mwanangu una nini? Eti. Mbona sina kitu mama? Kinachokufanya utoe huo ujauzito ni nini? Kinachosababisha utoe hiyo mimba ni nini? Naongea na wewe. Lakini mama bwana, wewe unaona maisha ninayoishi. Wewe. Hivi. Kipindi cha kuokota kuni na cha kununua kuni, kipi bora? Sasa niangalie vizuri. Tena uniangalie kwa kituo. Na unisikie vizuri. Ole wako itoe hiyo mimba. Na ukiitoa hiyo mimba utaujua upande wangu wa pili. Si aujui jina langu la utoto. Wakati ule nikija mjini, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kulalamika. Mama sina mtoto. Mama sina hivi. Leo hii Mungu kakujalia, umepata mimba unataka kuitoa. Maana yake nini? Wewe mimi ningekutoa. Saa hizi ungekuwa hapa. Ungekuwa hivyo ulivyo. Mtoto mwenyewe kama jicho. Alafu nataka kutoa mimba. Na ukitoa hiyo mimba. Itakuhusu. Hapa nimetoa nguo kidogo. Zote nitazitoa. Sasa ole wako utoe mimba. Yaani nitakutoa kwenye hesabu kama wewe ni mwanangu. Haijalishi nina mtoto mmoja au nina watoto 10. Jinga wewe. Na ole wako utoe hiyo mimba. Lakini mama, Asimwe. Kipenzi changu Asimwe. yana afadhali nimekukuta hapa. Mnafiki mkubwa wewe. Naweza ngakuuliza labda kilikuwasha kipi mpaka ukatoa hizo kwato zako? Ukaenda kumwambia mamangu eti Asimu anataka kutoa mimba. Kipi kilikuwasha? Ingekuwa hainihusu usingeniambia. Sawa? Inanihusu ndio maana umeniambia. Sawa, nimeenda kumwambia. Kwa sababu mimi nakwambia, wewe unashindwa kunielewa. Nimeona bora nimfuate mama yako ili mradi haje kuongea wewe na mtoto wako kwa sababu amekuzaa. Kwa sababu mimi nakuelekeza, kwa sababu ni miaka mingi ulikuwa unaongea kuhusu swala la mtoto. Leo hii umepata mimba, unaniambia eti mimi naomba tukatoe hiyo mimba. Hivi ndakuwa na akili kweli kichwani mimi? Mpaka mimi sikumwambia iko kitu mamangu. Basi jua kwamba hilo swala lilikuwa halimuhusu.
Ushaelewa? Lingekuwa linamhusu mimi ningemwambia mamangu mimi mwenyewe. Lakini wewe na kisebengo chako ndo kimbelembele ukaenda kumwambia mamangu. Eti unafiki wangu. Hivi ingekuwa hilo jambo mimi alinihusu, ungenifuata? Ungekuja kuniambia? Hivyo una akili kweli ya simu wewe? Eti nataka kutoa mimba. Haya sasa. Ndo si kupeleki. Unaamwaje? Ndio mimi sina cha kuamua. Ila mimi sasa hivi nishajua wewe ni mnafiki. Kipindi kila unakuja mjini unajipendekeza hela zangu nakupa. Unanipeleka popote pale. Wapi ulikuwa umekataa wewe kunipeleka? Si ulikuwa unanipeleka popote kumbe ulikuwa unafanya hivyo kwa sababu ya pesa zangu, si ndio? Nisikize nikwambie shoga yangu Asimu. Wewe ni mtu mzima na una akili zako timamu. Na mimi pia ni mtu mzima na akili zangu timamu. Sawa? Kipindi kile nakuja na kupeleka kwa una shida sana na mtoto. Nilikuwa nakupeleka simu yoyote ambayo unataka wewe. Umepata mimba unataka kuitoa hivi, nitakuwa na akili kiasi gani ambapo nikupeleke wewe kwa mtaalamu ukatoa hiyo mimba? Hasa nikwambie, acha unafiki binti. Kuanzia leo yani mimi na wewe leo ndio mwisho. Kiniona, pita kushoto nipite kulia. Sawa. Ndio. Kwa sababu iko kiumbe chako haina shida. Ndio. Fanya mambo yako na mimi pia nitafanya mambo yangu. Nitafanya. Nitakuacha na mambo yako. Haina shida. Haina shida ndio. Ndio. Lakini iko kiumbe chako. Kama wewe ndio ulimuweka. Utajua. Kama wewe ndio ulimuweka, ndio nakwambia. Kama hujamuweka wewe, nitafanya kitu chochote. Wakificho leo unaodia uzito. Shoga yangu umejisuka. Wataka Mafuta ya usimalizie. Tena sikia taji yangu wengine. Tuheshimiane. Wewe. Hivi nilichokiona hapa ni macho yangu ama naota? Hata wote. Macho yako haya. Wewe si ndio shoga yako ambao unaendaga kwake mjini ukikukudia hapo kuware mtoto wa kike. Vijora tubadilishia kila siku. Haya imekuaje leo? Ndio huyo. Huyu bwana alikuwa na shida zake. Alinifuata, au unamuona pale ana mimba pale. Huyu. Au mimi muangalia kwa wasiwasi. Ana mimba pale. Amenifuata ili nipeleke kwa daktari. Akatoa ile mimba. Ila mimi nimemkatalia. Sasa iko kitendo cha kumkatalia. Kama unavyomwona. Yaani wewe kumkatalia kumpeleka kwenda kutoa ile mimba yake ndio akufanyia hivi ambavyo anakufanyia hapa. Si mke wa mtu yule. Si ameolewa mumwani yule nani sijui Junior na majina yenu wa kizungu huko. Ndio huyo. Sasa anatoa mimba kwa sababu gani? Mimi ndo baki na shanga. Nimemshusha thamani kwa kweli. Yaani hata mimi mwenyewe yani angenifuata mwenyewe singekubali. Kwa sababu kiasi nyingine hizo. Wewe mka mtu afunaenda kutoa mimba kweli? Nimeamua nimwache. Sasa nifanyaje? Nimemshauri. Kanikatalia. Kwa nini nimeamua nimwache na mambo yake? Naomba ongea haraka haraka uchonitia, maana uko nyumbani nimeacha kazi zangu za kufanya. Sawa. Unajua nini Asimu rafiki yangu? Mimi nimekuja shoga yangu. Nimekuja kuomba samahani kwa kitendo kile ambacho kitokea siku ile. Maana hizi siku mbili shoga yangu sijaongea na wewe, nijisikie vibaya sana. Naomba unisamehe. Mimi najua nimekukosea. Naomba nisamehe. Kwa maana kuja kuniomba samahani na ombi langu pia utakuwa umelikubali, si ndio? Swala ombi lako shoga yangu haina shaka. Kila kitu mimi nishamaliza. Kwa hiyo daktari ushampata? Yaani hilo ondoa shaka shoga yangu. Basi sawa. Unajua mimi na wewe hatuna ugomvi mkubwa. Ugomvi wetu ndio ulikuwa ni huu, yaani hii shida ndio ilipoanzia hapa. Kwa kama hii shida tutaitatua kwa pamoja. Mimi ni nani? Basi haina shida. Kwa hiyo maana hapa sasa inabidi niende nyumbani ili nikaongee na yule daktari ili mambo yote yafanye yameisha. Mimi sina shida. Sinajua wewe ndugu wangu. Yaani shida yetu ilikuwa ni hiyo tu. Kwa kama hiyo shida tutaitatua kwa pamoja. Mimi na wewe forever. Si unajua? Shoga yangu jeni nilikomesara. Utoboi bila mimi. Na pia unajua nilikuwa naona hizi siku mbili kwa nilikuwa najisi kabisa nikavia naona nikavia nimepoteza kitu cha umuhimu kwangu. Basi sawa, sasa asichelewe. Iwe hata kesho. Maana unajua mambo yetu tayari yanaendeka kubaya. Tuwaicha. Basi sawa shoga yangu, mimi sijafunga. Kipenzi changu simu. Basi nishe. Tuwasiliana basi.
shoga yangu. Yaani kwanza mimi nashukuru. Huu mzigo nimeutua sasa hivi. Najiona mwepesi. Kwanza nashukuru. Umeacha tu. Lakini vipi ulivuna ulivyotoa? Maendeleo yako yapoje? Niko vizuri shoga yangu. Yaani unajua niko vizuri? Niko vizuri. Kwanza nikajua yule bwana mkuu atastukia. Iko ndo nichukua na uoga. Lakini ninavyokuambia mpaka leo hajastukia. Kimya. Hajui chochote. Na angejua ningenyongwa. Kwa kweli maana shoga yangu nimekuja kwa nguda miguu hiyo kuja chini. Kwa fiki kutumia masiara shoga yangu. Mimba sio masiara. Lakini licha hivyo, yule daktari yuko vizuri. Hata mimi nilimpigia simu nikupona mimba yangu ya miezi 3. Nenda kutoka nimetoa fresh na mambo yangu nikafanya. Yaani nashukuru kiukweli kwa msaada wako. Maana isingekuwa wewe, singekuwaje. Lakini unajua nini? Bado ulivyoitoa. Shoga yangu zake umefubaa. Unajua umefubaa? Sasa niambie ungekuwa na ile mimba. Hivi ungekuwaje? Shoga yangu ungefubaa zaidi ya hapo. Shoga ungefubaa na hiyo mimba yako, ungebaki nayo. Mimi nakwambia ukweli, shoga yangu usibebe mimba sasa hivi. Hata 200 shoga yangu sasa hivi una. Na kupata kipindi kile nikija mjini. Una shida gani? Shemeji huyo. Shemeji bwana, umekuja? Shemeji bwana. Karibu. Si nikupishe? Unaingia ndani? Basi haya shoga yangu, basi mimi naenda. Poa, haina shida. Shemeji bye basi. Mke wangu, usitake kuniambia yale niliyoyasikia hapa ni ya kweli. Ninakuuliza tafadhali, naomba uniambie ukweli. Yaani unaponiuliza hivyo ni kana kwamba hujui hata sababu ni nini. Sasa ngoja nikupe sababu. Sababu kubwa iliyofanya nifanye hiko nilichokifanya ni hali ambayo tunapitia ya dhiki. Shelia. Miaka 4 tumekaa tunatafuta mtoto mimi na wewe. Tena tukisapotiana. Wakati mwingine ulikuwa na huzuni, nilikusababishia furaha katika harakati za kuamini kwamba kuna siku Mungu atafanya. Leo hii umepata mimba kwa uwezo wa Mungu ambaye ndio upatia kila mja wake kile ambacho anatamani akipate. Leo umetoa mimba. Yote hayo sababu yake kubwa unaodai wewe ni umaskini. Sasa umaskini, mtoto anazaliwa hata mtu akiwa hana chochote, lakini Mungu anampa kibali na yule mtoto anaishi. Wewe leo umetoa. Hivi unafikiri mimi sura yangu ninaificha wapi na ile furaha yote ambayo nilikuwa ninazunguka nayo? Kwa sasa sitaki mahubiri wala ushauri. Hicho nilichokifanya nimeshakifanya, na kama ukiona hauwezi kustahimili na hayo maumivu, nipe changu nikaanze maisha yangu mapya. Asemwe. Toka uje kwangu sasa. Ni siku 2 zishapita. Una mpango gani? Sio siku 2 tu Meli. Niko tayari kukaa hapa miezi 2. Ninachokihitaji Mungu aje anipe talaka hapa hapa. Uko serious ya simu unataka kupewa talaka? Meli. Najiona kabisa sistahili kuwa mke. Sistahili kuitwa mke wa mtu. Damu ya yule mtoto inaniumiza. Nahisi nimetenda dhambi kubwa sana. Siwezi kuivumilia hii dhambi nikiwa kwenye ndoa. Siwezi. Siwezi Meli. Ni bora akinipa talaka yangu. Najua nitaanza maisha yangu mapya. Nimemkosea. Nimemkosea sana. Haujui. Sistahili. Kwa uko serious kabisa simu unataka talaka? Wala niachike tu Meli.
Mzee, vipi bwana? Yaani nilijua nimekukosa nyumbani nitakukuta huku tu shambani. Bwana vipi mzee mwenzangu kwanza? Safi na vipi? Habari za siku 2 3 Bwana shwari ndugu yangu. Shwari kabisa. Najua kabisa ukiona ndevu zinapepea namna unajua kuna jambo. Kuna jambo jema sana. Kwani wewe hujapigwa simu na bosi? Bosi wapi? Wa Dar es Salaam? Ndio. Hizo habari hizo bwana hizo achana nazo, tushakataga tamaa na mambo hayo sisi. Sasa unakataje tamaa na mimi nilikwambia bwana sisi kwa sababu hatujahusika kila kitu kitakuwa sawa. Habari njema ni kwamba tumerudishwa kazini. We, acha masiara. Kuna utani na utani basi rafiki yangu na wewe. Mimi na utani na wewe. Tumerudishwa kazini. Maana imetiki. Imetiki. Bwana. Da tena. Amekamatwa aliiba pesa, amejulikana, ametoa mbaloni, kwa hiyo sisi hatuna hatia. Kwa hiyo tumepewa wiki hizo. Japo mimi naziona nyingi kweli kweli. Zote hizo za nini? Zote za nini hizo? Yaani ingezekana hata kesho asubuhi kesho tunaamka tu tunang'oa tunaondoka zetu. Basi cha msingi sisi tufanye kujiandaa, twenzetu ndugu yangu. Hamna shida mzee. Hiyo mapema tu tunaenda mzee tunaenda. Hapo mazuri ndio kuleta hayo. Hizo ndo habari njema tunazozitafuta hizo. Sio kujiandaa hivyo tunaondoka. Kabisa kabisa. Basi mimi nimekuja kwa ajili ya tutalipoendelea naona uko na hilo limeisha bana wadudu mimi hata siwaelewi hao. Wanakula katikati tu. Basi limeisha taarifa ndio hiyo. Kwanza nang'oa zote hizi hazina tena kazi. Naenda Asimwe. We dada. Wewe. Ninakumbuka mara ya mwisho nilikukuta nyumbani kwangu. Uko na mke wangu. Mnapongezana juu ya lile tukio ambalo alikuwa amelifanya la kutoa mimba. Yaani uliponyanyua tu miguu yako kuondoka. Leo tuna siku ya 3 mke wangu nyumbani hayupo. Swali ni moja. Mke wangu yuko wapi? Hapo kwanza. Cha kwanza. Mkeo sijamshauri mimi kutoa mimba. Mkeo ndo alinifuata mimi, anaomba ushauri nimpeleke kwa daktari akatoe mimba. Lakini mimi nikamkatalia. Na bado akanaona mimi sina akili, akawa ananiforce. Unanielewa? Nikaona mimi kila nikimwelekeza haelekei. Nikamwambia nimfuate mama yake ambaye alimzaa, ili mradi akamwambia mtoto wake kuhusu ile swala ambalo anataka kulifanya sio kitu kizuri. Sawa? Kwa hiyo mimi sijamshauri mkeo. Kana mkeo humuulize, ila sio mimi. Na kitu kingine, mkeo yuko nyumbani kwangu. Haiko mahali popote zaidi ya kwangu. Sijajua kitu gani ambacho mmegombana au baada ya kuona hilo mkeo katoa mimba, labda ukampiga ukamfukuza, mkeo yupo nyumbani kwangu na kweli iko siku hizi 3. Ndio maana mimi nilikwambia kivyovyote vile huyu mkeo atakuwa tu kwa rafiki yake, na mimi nilikuwa namaanisha rafiki yake ni huyu. Umeona sasa mwenye kathibitisha hapo kwake. Sasa tunapoteza muda wa nini? Sasa hakuna maelezo mengine ambayo tunahitaji kuhusiana na swala la mimba, swala lingine lolote. Tunachokitaka ni utwende mguu kwa mguu mpaka nyumbani kwako ukanionyeshe mke wangu alipo. Sio muda mwingine, ni sasa hivi ninapoongea. Nyanyua miguu yako. Nyumbani kwako ni wapi? Tupeleke tena kwako mama vipi? Changamka. Tena utembee uchangamke. Asimwe.